فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Asifiki na atukuze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye anayevimiliki vilivyoko huko mbinguni na ardhini, Mola ambaye hana mshirika katika ufalme wake na mbingu yake na katika uwezo wake. Nashahidilia kwa moyo nikitamka kwa ulimi, hapana Mola pasai kuabudiwa kwa haki daima milele. Peke yake ufalme ni wa kwake Rabbul Izzati wal Jalali, hakuzaa hakuzaliwa wala fanani na chochote. Ni hivyo tu Waislamu nasema haitobadilika mpaka kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume katika mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao wamemalizika katika dunia, au mtume katika mitume wa mwisho katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rehma na amani ziwe juu yake na alize na sahabaze na Waislamu wote ambao watakayeshikamana na mafunzo yake hadi siku ya malipo mazuri. Ndugu yangu, shindwa yote ni Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu. Na mwenendo mzuri katika dunia hii ni mwenendo alioacha na aliokuja nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na wale ambao watakayeshikamana na masahaba wake. Uzushi ni upotevu wa Allah tabaraka wa taala, na kila uzushi ni miongoni mwa yale ambayo yatakusababisha uende kutokoma ndani ya moto wa jahannam. Tunamuomba Allah atulinde na kulinde kuingia katika watu ambao watakaoingia na watu wa motoni. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala warehemu ndugu zetu ambao wametutangulia ndani ya maisha barzakh, ambao ni maisha kaburini, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie na sisi tuliobaki katika dunia hii ya muda mfupi, Allah atujalie mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu Waislamu, leo tuishi na ujumbe mfupi ambao uizindue nafsi yangu mimi mzungumzaji na wewe ambaye ulinisikiliza kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza ndani ya Qur'an. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waja Allah anawapia muda au wakati ambao waja Allah tabaraka wa Ta'ala umemchanganya mwanadamu sawa na dunia yake. Alwaqt, mmoja katika wema waliotutangulia anatunga mashairi, anasema alwaqtu kasayf. Wakati wa ndugu zangu Waislamu ni mpanga. Wakati ni mpanga waja Allah tabaraka wa Ta'ala. Usipouchunguza vizuri wakati utakukata na itakuwa ni wajuto kwako na utalia, hautopata kukubembeleza. Walidhalika Mwenyezi Mungu anakukumbusha kunapo wakati wala asi. Allah tabaraka wa Ta'ala ndani ya Qur'ani aliapia sana kunapo wakati wa duha wal fajr. Hizi ni nyakati zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizileta kwako yawe ni mafunzo ambayo yatazindua imani yako na akili yako. Wala asr, ndugu yangu, uchunge wakati wako. Iwe ni wakati wako wa ujana, lakini uchunge wakati wako. Uwe ni wakati wako ambao ni wakati wako wa uzee, uchunge wakati wako. Iwe ni wakati wako wa pesa au katika wakati mgumu, Allah tabaraka wa Ta'ala alizingatia wakati. Anaendelea katika hii aya, anasema innal insana lafi khusr, kila binadamu, kullu bani adam
kila mwanadamu yupo ndani ya hasara. Ndio maana katika dunia leo watu kutoisoma dini yao na kutopata mafunzo ya dini yao yanawachanganya, lakini kwa sababu waliitupa Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema dhalika alkitabu la raiba fi. Hiki ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, huda lilmuttaqin, kinawaongoza wale ambao ni wacha Mungu peke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta kitabu cha Qur'ani kije kufanya nini? Kije kukuongoza na kukutafsiria nyakati za maisha yako mazima ndani ya Qur'ani. Maajabu ya kitabu hiki, kila wakati mwanadamu anaopitia, ukija kwa shekhe atakutatulia kwa aya ndani ya Qur'ani. Kila wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipanga maisha yako mazima ndani ya Qur'ani tukufu. Hii ni katalogi kwa nyinyi Waislamu, ikiwa mtaifuata itakuwa ni nuru kwenu mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innal insana lafi khusr, hakika kila mwanadamu yupo ndani ya hasara. Kwa hiyo usione ambayo yanayokutokea ukaona yale ambayo unayoyapitia wewe ukaijutia nafsi yako. Hapana, ni wakati ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliuapia juu yako, na hizo ni nyakati ambao Mwenyezi Mungu huku mbele katika hii aya Mwenyezi Mungu anakuja kuonesha wale ambao watakayekuja kufaulu, ambao watatoka katika kundi la wenye hasara. Allah anasema innal insana lafi khusr, hakika kila mwanadamu yupo ndani ya hasara ya Allah. Sote mbona tunasali sala 5, tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunajizuia na shahwa ambazo labda umetukataza, haramu tukaacha, halali tukafuata. Kwa nini ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema illa alladhina amanu. Anaapa makundi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii sura, anasema hawa ndio ambao wamefanya nini? Waliepukana na kundi la hasara. Jisikilize ndugu yangu Muislamu, kisha uitizame aya hii au sura hii kwa ujumla, utakuja kujiweka kwenye sehemu ambayo Mwenyezi Mungu alitaka wewe uwepo. Illa alladhina amanu, isipokuwa kwa wale ambao waliamini. Kwanza Mwenyezi Mungu aliapa wakati akasema kwamba kila binadamu yupo ndani ya hasara, isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akayabagua au akatubagua, hawa ndio ambao wamenusurika na hiyo hasara. Hasara gani? Waja Allah tabaraka wa Ta'ala, waja Allah tabaraka wa Ta'ala ni hasara ya dunia, hasara ya kutoelewa makusudio yako wewe, ambayo yatafanya nini? Yatakuweka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Allah tabaraka wa Ta'ala hata katika kuamrisha mambo, hata katika kuwakataza mambo, analenga sana hili jina ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliamini, enyi mliamini, enyi mliamini. Kinyume na sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema ya ayuhan nas. Hapa nawaambia hata makafiri ambao sio Waislamu waje wazingatie ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, ninyi waumini ambao ni muumini. Ni waumini gani? Waislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapamba ndani ya suratul Mu'minin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ni alladhina hum fi salatihim khashi'un, waaminifu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa aliowapandisha daraja au akawapandisha mapete au akawapandisha heshima, ni wale ambao ni wenyenyekevu katika sala zao. Subhanallah, ambao waliepuka na nini? Waliepuka na hasara ambayo Mwenyezi Mungu alisema kwamba ni kila mwanadamu yupo ndani ya hasara. Basi waumini wale ambao walishika imani zao. Sasa wewe usione jina lako Ramadhani, jina lako Abdul Karim, ukajiweka kwenye kundi kwamba mimi ni Muislamu. Hapana, jisifie kwamba mimi ni muumini. Na Mwenyezi Mungu anawasifu waumini ni wakina nani? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ni wale ambao wana unyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni katika sala.
Na leo sala, waja wa Allah tabaraka wa taala, sala ni ibada ambayo imetupiliwa nyuma ya mgongo, lakini mwanadamu akasahau kwamba ndiyo ibada ya kwanza itamkutanisha yeye na Mola wake. Yani wewe, mazungumzo ya wewe na Allah tabaraka wa taala siku ya Kiyama, hautoulizwa watoto wako, wala hautoulizwa mali zako, wala hautoulizwa mke wako, wala hautoulizwa nini. Allah tabaraka wa taala umeswali? Umeswali ya ibadallah? Umeswali? Sasa leo sala tumeichukulia ni katika kipengele cha kukimbilia sala wakati wa matatizo. Sala ni wakati ambao labda kumekuwepo labda shughuli msikitini, sala hiyo, jambo ambalo kwamba wewe ndio jambo la kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtaanza kudiscuss naye. Mazungumzo yako wewe na Mola wako itakuwa ni ya sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sala yako ikitimia, basi ujue matendo yako yote yamefanya nini? Yametimia. Alhamdulillah. Mja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unayachukulia masihara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anawasifu sasa wale ambao hawapo ndani ya hasara, akasema kwanza ni wale ambao walimwamini Allah tabaraka wa taala, ila alladhina amanu. Na ukiwa katika wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu kwamba wamezichunga imani zao, walizibeba imani zao, watakuwa katika wale ambao watayatengeneza na matendo mazuri. Na hii sala, waja wa Allah tabaraka wa taala, ni moja katika kipengele cha kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliona kwamba ni moja katika sifa ambazo ni za uchamungu kabisa. Na ukitaka kujua kwamba sala yako wewe inamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi sala yako ikutenge mbali na maovu. Sala yako ikutenge na maovu, kwa sababu sala ni ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema ndani ya Qur'ani, inna salata, hakika sala inamfanya mja kujitenga ndani ya maovu na inamfanya mja ajiamrishe nafsi yake kuyatenda mema. Ndio sala. Ukiona unasali kisha unazini, ukiona unasali unaiba, ukiona unasali unafanya mambo ya mafutifuti, basi ujue sala yako wewe haujaitengeneza vizuri. Sala yako haijakamilika. Sala nzuri ni ile ambayo itakuepusha na maovu. Sala nzuri ndio ile ambayo itakukinga na mabaya, kisha ikuelekeze wewe. Ndio maana unaona watu wakati mwingine wana haki kukuhukumu. Watu ambao tunaosali, wanaona swali kisha unalewa, ni maajabu. Wewe unaswali kisha unazini, unavusha mwanamke ambaye si halali yako. Wewe unaswali kisha bado unafanya mambo ambayo si yani hayapo katika dini yako. Ni kwa sababu gani? Sala inakurepresent wewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata katika waja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo tumekuwa na nyuso mbili paka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anasali lakini bado anasema uongo. Mtu anasali lakini bado anadhulumu watu. Mtu anasali lakini bado hajawatendea watu haki zao. Moja katika kisa ambacho alikuwa ni mama umoja zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wanamwambia, ya Rasulullah, ule mwanamke yule ambao unamuona amejistiri, amevaa niqabu nzuri, amevaa jilbabu yake nzuri, amenawiri mwana mama kwenye stara yake ya dini, sawaman qawama. Masahaba wanamsifu mbele ya Mtume, ya Rasulullah, huyu ni mwanamke ambaye kwanza anaswali, anafunga, anasimamisha sala za usiku, yuko vizuri. Lakini ya Rasulullah, huyu mwanamama ni mwenye kuwauzi wa jirani zake. Huyu mwanamama ni mwenye kuwafanya nini? Hawapi amani majirani zake. Mtume alisema, hiya finar. Huyu mwanamama ni wa motoni.
Kwa sababu gani? Sala yake na matendo yake, funga zake hazimwepushi na mabaya, hazimweki mbali na mabaya. Waja Allah tabaraka wa taala, illa alladhina amanu watawasau bilhaq, ni wale ambao walimwamini Allah tabaraka wa taala kisha wakasimamisha haki, wakaihusia haki ndani ya maisha yao na wakaihusia haki kwenye vijiji vyao au kwenye ndoa zao. Ukawa ni mtu wa haki. Kuwa mtu wa haki. Ukiona haki simama nayo, usiikimbie haki labda kwa kutafuta utukufu. Hii ni haki, simama nayo hata kama utakuwa ni umoja, lakini kufa na haki. Sema haki, jitangaze kwenye haki, ihamasishe haki, watu waifahamu haki, waepukane na batili. Utatoka kwenye kundi ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema kwamba hawa ni katika wale ambao wamehasirika na matendo yao na dunia yao. Usijione mnyonge kwenye haki, na haki hainaga tabia ya kuonekana kwa wingi. Hapana. Ukiona gisi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa utume wake Allah tabaraka wa taala, alianza na mtu mmoja mmoja. Hakutafuta makundi wa Islam kwamba hili ni kundi likubwa ndio nene nikajidumkize ndani. Haki hainaga hivyo. Ukijua hili haki, kama uko shekhe, kama uko maamuma, simama, tafuta sehemu ambapo kuna haki. Ndipo ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipopataka wewe uweze kusimama ili uweze kuepukana na kundi ambalo litakuwa ni kundi la upotovu au kundi ambalo litakuwa ni lenye hasara. Waja Allah tabaraka wa taala, dunia yetu hii ambayo tunayoishi ni dunia ya muda mfupi. Ina haja watu warejee kwenye kitabu ambacho ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ili tuweze kupata nusra na mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu fa ya fawza mustaghfirin. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziada na rehma na amani ziwe juu yake mtume wetu Muhammad, yeye na alize na swahabazi na Waislamu wote ambao watakayeshikamana na mafunzo yake hadi siku ya malipo mazuri. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuweke katika kundi ambalo litakuwa ni kundi lenye kufuata mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu kufaulu katika maisha haya ya dunia au kufaulu katika huyu mgongo wa dunia, mgongo ambao tunaosimama muda mchache, japo kuwa hii dunia inatuonesha kwamba tutasimama muda mrefu au tumeshaishi muda mrefu. Walikuwa ndugu zetu ambao tuliokuwa nao katika umri wetu, saizi yetu, kimo chetu, au labda kwenye mambo yetu, lakini wote wameshanyamaza, na hii ni dalili ya kuonesha kwamba na wewe uko unaelekea safari yako kufika kwenye kikomo. Malengo yangu ni nini waja Allah tabaraka wa taala? Malengo ni kwamba tuyafuate maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio kufaulu katika dunia. Aya ambayo tulianza nayo katika khutba inatuonesha kwamba wama yuti Allahu wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Mwenyezi Mungu ameshamaliza kwamba yule ambaye atakayemtii Mola wake, akafuata maamrisho ya Mola wake, akafuata alivyosema Mola wake, na akamtii mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alifundisha nini? Mtume alioa vipi? Mtume aliacha vipi? Mtume alizaa vipi? Mtume amekula vipi? Mtume alimaliza migogoro ya watu wenzake vipi? Fakad faza fawzan adhima. Huyu atakuwa amefuata hivi vitu viwili sawa na jinsi wahusika wanavyotaka, Mola na mtume, na huyu ndiye atakuwa amefanya nini? Amefaulu. Waja Allah tabaraka wa taala, aya au sura ambayo tumefaidika kwayo leo, kwa siku ya leo,
Allah anamalizia anasema, baada ya kwamba ameuapia muda na akasema kwamba kila mwanadamu yupo ndani ya hasara, na baada ya kuwa mwanadamu yupo ndani ya hasara, Allah akayagawa makundi manne, kwamba hawa ndio hawatakuwa na hasara, hawa siku ya kiyama angalau watamjia Mola wao, wapo salama. Mwenyezi Mungu akayataja hayo makundi matatu, na la nne akasema watawasau bil sabr, kwamba ni wale ambao walifanya nini? Walishikamana na kipengele cha subra ndani ya maisha yao. Maana subra nini? Ni subra Waislamu. Subra waja Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu sawa na ujira wa subra akaenda na gawa vipengele vingi ndani ya subra. Kuna subra ambayo nakuhitaji wewe umvumilie Mola wako, labda ni mtihani, Allah anakujaribu, kazi imekwisha, muda mrefu hauna kazi, Allah anaitesti imani yako, utafanya nini? Subra hii Mwenyezi Mungu ndio aliyoilenga. Au Allah anakunyang'anya moja katika vipenzi vyako, ambao labda ni mke au labda ni mtoto au labda ni mali yako. Unafungua duka salama, jioni unaifunga, unakwenda nyumbani, wanakupigia simu, duka linaungua. Allah anakutesti kwenye fanya nini? Kwenye duka lako, kwenye mali yako. Allah anataka kuitizama imani yako, huyu mja atafanya nini? Umeoa, baada ya kuoa Allah tabaraka wa taala unakokota mwezi wa kwanza, mwanamama hajakwambia kwamba dalili ipo labda ya tumbo au ya kutema. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu, je, huyu mja atakwenda kweli kwa waganga? Allah anataka kuijaribu nafsi yako, kwamba utashikamana na subra, utaifahamu subra ukweli wa kuifahamu, au utaitupilia subra mbali kuliko kukosa kizazi ukaenda kutafuta kizazi kufanya nini? Kwa wale ambao ni waganga. Bana, nitizamieni na wala hawakawiaji, wanakuambia mama yako ndio anakuroga. Mama ambaye aliyekuzaa, aliyekuweka tumboni miezi 9 alikuwa na uwezo. Ndio bwana wanakuambia kila ambaye anayemfuata mfumo akili yake haina akili. Kuna ulakini katika akili yake. Mama ambaye aliyekulea miezi 9 ndani ya tumbo lako alikuwa na uwezo kuificha ile mimba akaiporomosha, na wewe ulikuwa, Allah anasema mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake. Subhanallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwanadamu huko ndani ya tumbo lake kabla huko, hinu mina dahri lam yakun shay'an madhkura. Allah anasema hal ataka al-insan hinu mina dahr lam yakun shay'an madhkura. Hivi nyie kwa mlikuwa na habari huko mbele, mlikuwa hamjulikani, ulikuwa hauna habari kwamba hata utakujaga katika huyo mgongo wa dunia, ulikuwa hauna habari kwamba wewe utakujaga, wewe labda tukakaa pamoja kwenye safu, ulikuwa hauna habari. Kwa hiyo mama yako ndio alikuwa mtu wa kwanza kureceive au wa kukupokea katika uso wa dunia, alikuwa na uwezo wa kuzima mapema sana. Sasa leo challenge ya wewe na mke wako, anakwenda labda kwa mganga, au labda leo pamejitokeza upotofu, wasomi wa dini hata kwenye miji yetu hapa yapo, yanasemekana yapo. Mtu anakuja anaweka kitambaa chake hapo, anaanza kuambia watu wanawasomiaga Waislamu. Hakuna dua za aina hii. Nafikia wakati Waislamu wafahamu. Mtu anakuamrisha eti uweze kuchinja ili, hakuna kichinjo cha kukubaliwa dua yako isipokuwa wewe umeitakasa na nafsi yako, kwamba mimi nataka kuchinja kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Tawassul. Hii ndio inakubalika katika dini. Na chinja kwa ajili ya Allah. Usichinje kwa sababu mwalimu wako aliyakwambia, au kwa sababu mwalimu wako alikuamrisha. Bana, wewe matatizo yako, kazi zako haziendi vizuri mpaka uchinje. Wewe kichinjo hicho anakwenda anakula na familia yake, au anakula, na hakuna ambayo yatarekebika katika maisha yako. Hakuna hayo mambo ya upuuzi kwenye dini. Acheni kuwalia Waislamu pesa zao. Acheni kuvuruga akida za Waislamu. Hakuna dua special ya mtu anaweza kukwambia eti sijui hata kurekebisha mambo yako. Hakuna.
Hakuna waja wa Allah tabaraka wa taala. Yote hayo ni upuuzi na ushirikina ndani yake. Shekhi ambaye utakayemfuata ni yule atakayekuelekeza mafunzo ya Mtume. Bwana, hili jambo ambalo linalokukuta kwa sasa, wakati wa Mtume ilikuwa hivi, au wakati Qur'ani ilishuka ilikuwa hivi. Allah anasema hivi, Mtume anasema hivi. Bwana, fanya haya mambo, huenda Allah akaweka nusra katika hili jambo lako. Bila ya hivyo ndio utasikia mama yako kakuroga, sijui baba yako kakuroga. Ujinga mtupu na kuharibu imani za waumini. Kwa hiyo Waislamu ni kushikamana na subra. Ndio kundi ambalo Mwenyezi Mungu alilitakasa na akalisafisha kwamba ndio kundi lizuri kabisa, kundi ambalo litashikamana na subra. Na subra zina vipengele vitatu. Akthamu sabru thalatha. Subra waja wa Allah tabaraka wa taala zipo katika vipengele vitatu. Asabru ala taati Allah, subira kunako toa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kunako kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mfano alfajiri, wa Islam, ibada ya alfajiri imekuwa ni ibada ambayo inawakera Waislamu, na wakati ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anakulipa ujira ndani yake. Kwa hiyo wewe ndani ya alfajiri unaamka asubuhi, unamwacha mke labda au kitanda chako unakiacha, unasimama unakwenda msikitini, kuna baridi, kuna giza likali. Mwenyezi Mungu anawaahidi nuru siku ya kiyama kwa wale ambao wataisimama na kutembea katika majiza ya usiku kwenda kuitafuta masjid na kuweza kumsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni wetu sote humu ndani kuna watu ambao tuna magari, kuna watu ambaye nyumba yake ni nyumba 2 au 3 na msikiti, lakini hawezi akaamka kwenda kutafuta nini? Kwenda kuitafuta jamaa ndani ya msikiti. Hoja sasa, hoja ambayo tunazinafikia nafsi zetu, hoja ambayo Mwenyezi Mungu atakuja kutusimamishia siku ya kiyama, kwamba ni hoja gani? Usalama. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakupa mawaidha. Baada ya miezi 2 appointment ya Home Affairs inakuja, kwenda kurenew kitambulisho chako. Ni lazima utaamka mausiku 8, unakwenda. Hautojali baridi, hautojali mvua, hautojali kiza. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala turahisishie jamani. Tutapata aje nusra? Maisha tutayaona aje ni magumu? Haya yote huenda yanafanyika katika miji yetu ni kwa sababu Waislamu hatujazinduka. Hatujazinduka Waislamu. Hatutataka kuzinduka. Asabru ala taati la, subira kunako toa Mwenyezi Mungu. Allah alisema tuamke alfajiri, unaenda msikitini bila kujali. Leo Muislamu anaweza akaona keldire ya salamu, yani moyo mgumu, akaivuka bridge salama tu kwa sababu anakwenda kazini. Ile sehemu ni danger mno sana, lakini kutoka nyumbani kwake kuja kusali alfajiri anaona uzito. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni msiba Waislamu, msiba kwa mimi mzungumzaji, kwa nyie wasikilizaji. Huyu ni msiba ndani ya jamii. Ndio maana tutaomba dua zisijibiwe, tutalia, Allah hatutupanguza machozi yetu kwa sababu kwa yale ambayo tulishindwa kuvumilia toa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiki ni kipengele cha kwanza, waja Allah tabaraka wa taala. Tutakaporudi kwenye zamu yetu ya hutuba zingine, huenda tukapanua mlango huyu kwa urefu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tunamuomba atulipe kheri kunako hutuba hii, aibadili nafsi yangu kwa yale ambayo niliyazungumza, na kuongoze nawe msikilizaji kwa yale ambayo uliyasikiliza kutoka kwetu. Allah wasallu ala alhadi bashir akrama rasul wa khayra nadhir laqad amarakum bidhalika latiful khabir. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma li khulafai arba Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahaba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك من كل ذنب أتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.